Ukianza kutafuta mafanikio, ukianza kutafuta pesa, hakikisha hakuna ndugu anajua kwamba uko serious kutafuta pesa. Hakikisha ndugu hawakuelewi ya kwamba uko unatafuta pesa. Ukijaribu kuwaonyesha ndugu ya kwamba uko serious sana kutafuta pesa, watakuwa na wenyewe serious sana kukuharibia usipate pesa. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa, watu wengi wanashindwa kutoboa kwa sababu wanaweka wazi sana mambo yao ya mafanikio. Mimi nataka nikwambie, kwenye safari ya mafanikio usimwamini hata mdogo wako. Usimwamini mtu yoyote yule kuhusu safari ya mafanikio. Siku zote mtu ambaye anakuumiza, mtu ambaye anakuharibia mambo yako hatoki mbali. Hawezi akatoka mtu Kenya, Burundi, Rwanda akaja kukuharibia mambo yako kwa sababu hakujui. Mtu ambaye anakuharibia mambo yako, mtu ambaye anakuharibia mipango yako ni mtu wa karibu sana, na ni mtu unayemwamini, kila kitu unamshirikisha kuhusu safari yako ya mafanikio. Jamaa mmoja alikuwa akitafuta mafanikio, akaenda sehemu moja kwa mganga. Alipofika kwa mganga, mganga akamwambia natakiwa utoe kafara ndugu yako ndio upate mafanikio. Sasa yule jamaa ambaye alienda kwa mganga alikuwepo na ndugu yake mmoja nyumbani kwao. Anapenda sana kuomba, anapenda sana kusali, anamtegemea Mungu kwa kila kitu. Yaani yeye ni kuomba ni kufunga, ni kuomba ni kufunga. Sasa jamaa alipoenda kwa mganga na mganga alivyomwambia natakiwa utoe kafara ndugu yako, yule jamaa akasema hivi, mganga, kuna ndugu yetu mmoja sasa hivi yuko nyumbani, anajifanya anajua sana kuomba. Nitolee huyu, toa huyu. Huyu ndo tutoe kafara. Mganga akaingia chumbani. Mara jamaa akasikia mganga akanyamaza. Mganga mbona alikuwa anaongea vipi huko ndani? Mganga akatoka. Vipi mganga? Huyo ndugu yako ameshindikana. Ameshindikana vipi mganga tena? Mimi nilikwambia mtoe kafara, huyo anatusumbua kila siku. Bado usiku saa 10, mara saa 8, mara saa 3 ni maombi. Mara naimba natupigia kelele nyumbani, toa kafara huyo bwana, mimi simtaki. Mganga akasema kwani hawa ndio wale akina Bwana Yesu asifiwe? Jamaa akasema kila siku Yesu ndo nani? Mganga akasema hawa hawafagi. Hatuwawezi hawa, ni wagumu hawa. Mganga akachemka kwa sababu yule ni mtu wa maombi. Ni kitu gani nataka nikufundishe? Ona, huyu ni ndugu yake kabisa. Ni mdogo wake. Lakini anaenda kumtoa kafara. Ndio mjue ya kuwa mtu ambaye ni mbaya kwako hatokagi mbali. Kila siku unaamka unatafuta mafanikio, unatafuta pesa. Hauwezi jua watu wako wa karibu wanakupangia nini. Kaka yako anapoenda kutafuta mafanikio, hauwezi jua anatafuta kwa njia gani hayo mafanikio. Baba yako anapoenda kutafuta mafanikio, hauwezi jua anatafuta vipi hayo mafanikio. Mdogo wako anapoenda kutafuta mafanikio, hauwezi jua anayatafuta vipi hayo mafanikio. Tumtegemeze Mungu kwa kila kitu. Usitegemeze ndugu. Kwenye utafutaji wako mafanikio usitegemee mtu aje akupandishe. Binadamu yoyote akikupandisha kwenye mafanikio ni rahisi kukushusha. Lakini Mungu akikupandisha juu, akakuweka wewe ukawa juu, hakuna awezaye kukushusha. Hata wapambane vipi, hata wafanye nini, hayupo mwenye anaweza kukushusha. Lakini akili yako ikiwa inategemea mwanadamu, akili yako ikiwa inategemea mjomba, babu ndo ana pesa, sijui kaka, sijui mama, sijui baba, sijui dada, sijui nani, sijui shangazi ndo atanipa pesa, ndugu yangu, hata akikupa pesa ni rahisi sana kukushusha. Kwa sababu kila siku atakuwa anakusema, nilipompa mimi akaanza kuleta dharau, nilipompa mimi akaanza kuleta jeuri. Na huyo ambaye anakusaidia unaweza ukashangaa tena anakuwa adui yako. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye yuko tayari kumsaidia mwanadamu mwenzake ampite kipato awe zaidi ya yeye aliyemsaidia. Yaani mimi nikusaidie wewe, alafu uwe na mafanikio kuliko mimi, lazima nitaona wivu, lazima nitaumia. Lakini ukiomba mafanikio kwa Mungu, Mungu hata kuonea wivu kukupandisha juu. Na siku zote usipende kujifanya wewe ni mkubwa. Usijionyeshe kwa ndugu ya kwamba wewe mimi nina pesa. Usijionyeshe kwa ndugu ya kwamba mimi ninaweza kuamudu, ninaweza kuwalisha, ninaweza kuwapa hela ya matibabu. Kwa sababu ukijifanya unajua kuhudumia familia, ukijifanya wewe una huruma kwenye familia, hautafanikiwa hata siku moja. Na shetani atapiga ndugu zako, atapiga watoto wako, atapiga watu wa kwenye ukoo wenu ili aumalize uchumi wako. Wewe si una huruma, unajifanya unahudumia watu wa nyumbani. Watu wa nyumbani wakikutegemea umeisha. Waambie kabisa, mimi nimetoa hii pesa emergency. Saidia ndugu. Yaani kwa robo ya utajiri wako. Una milioni 1 kwa mwezi, unapokea mshahara milioni 1. Usitoe msaada zaidi ya 500,000. Toa 50,000 tu. 900,000 na 50,000 baki nayo. Usitoe yote. 900,000 na 50,000 baki nayo. Hiyo 50,000 ndo saidia huko. Ukijifanya wewe unajua kuhudumia familia, una huruma, mtu akiumwa umetoa pesa. Shetani atapiga ndugu zako, atapiga watoto, atapiga marafiki, na wote watakutazama wewe.
Acha kusaidia ndugu. Punguza huruma. Huruma sio malezi. Usihudumie watu yani kiasi kwamba mpaka ukawahudumia zaidi ya mshahara unaopokea. Unapokea kwa mwezi 500,000 lakini unahudumia milioni. Wewe una akili wewe? Wewe una akili wewe? Mafanikio hayatafutwi hivyo. Usitafute utajiri, tafuta mafanikio. Ukitafuta utajiri utamkosea Mungu. Unaelewa maana ya utajiri? Utajiri ni kuwa na pesa mpaka uelewe uzifanyie nini. Muombe Mungu akupe mafanikio. Utaweza kununua gari, utaweza kujenga, utaweza kuvalisha mke wako, basi. Na utoe sadaka. Kwa hiyo nakukumbusha tena, adui hatoki mbali. Adui wa mtu ni watu wa nyumbani kwao. Funga mdomo kwenye familia. Funga mdomo. Usijifanye, mimi unajua mwezi huu nataka niende Canada, nataka niende Kongo, sijike utapinduka na magari. Fanya vitu vyako kimya kimya. Awe baba, awe mama, awe dada, awe shangazi, awe nani. Huwezi ukajua shangazi yako huwa anakuazia nini. Kumbe shangazi yako huwa anaenda kwa mganga kutoa kafara na kushinda. Muombe Mungu akuwekee ulinzi. Muombe Mungu akusaidie kufanikisha mambo yako. Halafu punguza kujipandisha. Punguza kuwa mnyenyekevu. Yaani wewe kuwa mpole kama vile uelewe kinachoendelea. Mwishowe wataona una nyumba, una gari. Punguza kamdomo. Funga mdomo wako kuambia watu mipango yako. Mungu akubariki sana. Usisahau kulike, kushare kwa watu 15. Kama uko TikTok nisaidie kugusa ile kopa ile jekundu. Lakini kama uko Facebook nisaidie kugusa hicho kidude ambacho kimefanya hivi. Halafu utaniachia comment yako na utashare kwa watu 15. Mungu akubariki sana.